Haleluya. Melody yoyote ambayo imeshaimbwa duniani marufuku kuimba huku ndani. Mfano mziki wa reggae. Mnaelewa mziki wa reggae wa Bob Marley? Bob Marley alikuwa nani? Bob Marley ndio mwinjilisti wa kwanza wa dini ya Rastafaris. Yeye ni mwinjilisti. Yes, Rastafarian. He was an evangelist. Ndiye aliye promote dini ya Rastafaris. Na mziki wake wa reggae ni mziki wa dini ya Rastafaris. Sasa unaniletea mimi huku ndani. Toka hapa, nenda kafe. Jamani, si tumewaona hawa? Ndio. Wanasifu, huyu mama anasifu. Basi huyu mbaba naye anasemaje? Humu kanisani hakuna kuimbiemo nyimbo za huko duniani. Ndio mlikuwa mnasemaje? Ni kweli, maana kanisani ni mahali patakatifu. Kwa hiyo ina maana kule nje kabla hamjaingia kanisani ni kuimba tu. Kwangu mimi nategemea na makanisa. Kwa mfano kuna makanisa mengine kidogo kuna msimamo kali kuhusu mambo ya kidunia. Unaona? Kwa mfano makanisa kama Sabato kule ukiimba nyimbo za kidunia ni shida kabisa. Lakini pia kuna Pentecoste, hata kunengua hata kucheza nini kwao ni shida. Lakini pia kuna Wasabato, pesa Sabato ndio. Kuna KKT kule, kuna TAJ, na makanisa mengine yote ya Pentecoste. Yaani kwa kifupi hata tu zile kuzisikiliza zile kwamba wewe kama mwito wa kupokelea kwao hamna kabisa. Ni kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo anaposema kwamba zisiimbwe kabisa, yani wapo wengine sio zisiimbwe tu kanisani, wapo wengine hata zisikilizwe hata unapokuwa nje ya kanisani. Sawa kabisa. Umeona Lakini ndio tuna kitabu kimoja tumekiandika kinasema aina za ufahamu. Sasa kwenye upande wa kanisa, aina za ufahamu upande wa kanisa, gusia majengo. Wengine humu kanisani maana yake lile jengo. Mwingine naye mnaliona kanisa. Sasa mimi ninaumia sana. Wewe nao umekuja umesema kanisa Anglikana, kanisa Katoliki, kanisa, yani hayo ni majina. Mwenye kitabu kile tumeandika hivi, kuna wengine wanafahamu kanisa jengo. Wengine wanafahamu kanisa jina. Wengine wanafahamu kanisa mtu aliyempokea Yesu. Sasa hapo kwako wewe, hasa kwako wewe hapo, kwa kutokana na hizo fahamu tatu, wewe ni ipi hasa unasimama nayo? Mama, tunaenda mbinguni kwa mwongozo wa Biblia. Unaona, mtu mmoja aliniambia hivi wewe unapiga vita Biblia unapinga wewe. Nikamwambia twende pole tutaelewana tu. Mwongozo wa Biblia unatuambiaje? Siku ya mwisho Bwana Yesu atakuja kuchukua kanisa lake. Sasa je, kama mtasema kwamba makanisa yale majumba ni makanisa, hivi atakuja kubomoa bebe mambo mengine? Jamani, hebu tujitahidi. Yesu akasema mpende Mungu wako kwa akili zako zote, nguvu zako zote. Kwa hiyo tujitahidi na moyo wako, yani muda mwingi tuwe tunayaweka haya mambo vizuri. Unaona, Yesu siku hiyo hata kuja kubomoa majengo, na wala Yesu siku hiyo hata kuja kuchukua Roman Katoliki, hata chukua KKT, hata chukua Anglikani, sijua Assemblies, matakataka yote hayo. Hakuna. Yesu atakuja kuchukua mtu aliyemwamini na kutubu, kuokoka na kuacha dhambi zote. Huyo ndio nani? Kanisa. Sasa mimi ninaumia sana sisi tulivyokuwa. Unakuja kukuta mtu, kwa mfano kama nyinyi mnaosema kwamba kanisa ni jengo, unakutana watu wanasema naenda kanisani. Baada ya muda watakapotoka mle tena wanasemaje? Tumetoka kanisani. Hivi unaingia kanisani alafu unatoka tena. Yani huko sio kanisani. Kuingia kanisani usitoke kabisa. Ni sawa na jamaa mmoja alituambia kwamba milango ya
ya polisi, ofisi za polisi, sio ofisi sijui milango ya polisi huwa haifungwi tena, ukifunguliwa jumla. Sasa na kanisa ni hivyo hivyo, ukisha muamini Yesu ukatubu, tayari umeingia wapi? Kanisani, yani umekuwa miongoni mwa kanisa. Kwa hiyo sasa pale huwezi ukatoka. Unatokaje kwanza? Kwa hiyo hizi ni lugha tu ambazo watu wanakuwa hawaelewi. Kwanza mimi huwa naumia, mtoto anatakiwa akue anajua kwamba mimi ndio nini, mimi ndio kanisa. Haya mambo ya kwamba kanisa hilo hapo au Katoliki au Assemblies, lango la uzima manini, ni kudanganya na kusumbua tu akili za watoto, kudanganya na kusumbua akili za watu wasiojua. Kanisa ni mtu aliyemwamini Yesu na kumkubali. Wengi wanaamini lakini hawamkubali. Ndio. Unamwamini Yesu, unamkubali, unaacha dhambi, unamsubiri aje akuchukue. Huyo ndio kanisa. Hakuna kutoka, ukishaingia ni mlango wa polisi umefunguliwa jumla. Ndio maana yake. Kwa hiyo kwa matikio tunaweza tukasema unamaanisha kwamba kanisa ni mtu sasa. Kanisa ni mtu aliyeokoka. Yani kumwamini Yesu unatubu, kumwamini Yesu unamkubali, unatubu, umeokoka tayari. Huyo ndio kanisa. Na yale majengo kama yale majengo, watu tu basi walitudanganya, wachungaji wanatumia usije humu mamlaka yangu, ni udanganyifu tu. Kanisa ni mtu, uwe wapi wewe ni kanisa, uwe majini wewe ni kanisani, uwe porini ni kanisani, maduarani unachimba ni kanisani, pote wewe ni kanisani. Sasa hapa kidogo tumalize hapa utata. Kwa hiyo imekaaje? Kwa namna moja ama nyingine tuseme kanisa haruhusiwi kabisa kugusa nyimbo za kidunia kokote anapokuwa, sio hivyo? Mimi hapo siwezi kusema sana, ni jinsi mtu tu anavyochukulia, ni mambo ya kisaikolojia tu hayo. Lakini habari za nyimbo za duniani eti tutaliongelea baadaye. Kwanza mimi wala sioni sababu kwa nini huyu Limbu Luchagula eti au sijui kwa nini. Tutajifunza siku moja kwa nini hawa wanaenda motoni, tutajifunza siku moja. Tatizo tu kubwa, wao sio kanisa, lakini nyimbo zina matatizo gani? Tuchukue wimbo wa Kisima Jirani. Sasa jirani lina matatizo gani? Tena lina mafundisho mazuri mno. Harmonize pia dunia. Yani vizuri mno. Ndio. Sawa.